unawanyanyasa. Inakuwaje? Unafanya nini hapa? Hivyo una akili kweli? Hivi nataka nikwambie kitu kimoja. Unaelewa nini maana ya mipaka kweli wewe? Mipaka? Ndio. Nachokijua mimi mipaka ni mwisho wa eneo la mtu anafuata mtu mwingine, katikati ndio mipaka. Sasa kumbe unaelewa maana ya mipaka. Sasa mbona unafanya uchizi, unafanya utoto katika eneo la mtu? Wewe mwenyewe unajua kama hapa sehemu iliyokuepo sio sehemu yako, lakini unakuja kuisogelea. Kwa sababu gani? Yaani eneo la kuvamiwa katika mipaka. Eneo la kuvamiwa, si ndio maana yake? Ndio. Hivi unaelewa nini maana ya mipaka? Ushaniambia unaelewa nini maana ya mipaka. Sasa kitendo cha kuvamia eneo si ushaweka mipaka tayari? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Naweza kufanya kitu chochote na nikapata na usinifanye. Wewe. Bwana, hii haijaishia hapa. Sikiliza nikwambie. Najua ulioyafanya yote nimeyaweka katika akili yangu. Siwezi kukuacha hivi mzima. Tanda lubeta ya Omari ya Pundaga. Naenda kuchukua zana na kufuata huko huko kwako. Oya, ninakukatakata mapanga. Watu wanauana kisasi, watu wanachinjana kisasi, watu wananuniana kisasi, Wewe alikuruhusu kuja huku nani? Umenipitia mwenyekiti kama mwenyekiti na taarifa? Naambiwa na watu na kufuata wewe unakuja makaburini huku. Alafu ujue kwamba nyinyi mimi ni mama yenu nilimhifadhi kumpa eneo tu azikiwe hapa. Kwa sababu kwenu ni mbali. Sasa wewe ndo unajiachia. Unakuja huku bila taarifa mwenyekiti. Unanijua lakini. Lakini mwenyekiti, toka mamangu amefariki bado una bifu naye. Bifu haliwezi kuisha. Mama wako alijifanya mpingaji mkubwa sana kupinga kwenye uchaguzi wangu. Yeye ndio alikuwa fitina kabisa. Kwenda kuwapigia kina Biti Mselemu ashinde. Mimi niachwe. Mafix. Makaratasi yangu ameenda kubadilisha. Nikatumia mila. Wenye wamekuja kujaza hapa. Sasa nikwambie ugomvi wa mimi na mama yako nitakuhamishia kwako. Ndio utajuta utanijua mimi na rangi ngapi. Mimi na rangi. Mimi na rangi zangu. Sikia. Naomba unyanyuke, uondoke hapa. Mwenyekiti, huyu ni mzazi wangu. Pia hata kuna leo na kesho unaweza ukafariki. Hivi ungekuwa ni wewe umefiwa na mzazi wako afu unaambiwa maneno ya hivyo, ungejisikiaje? Watachelewa sana. Mtachelewa sana. Wengi wananizungumzia. Utafariki mwenyekiti Mafix. Chuma hiki kimebaki, mapita watu hapa. Cheo hiki watu wengi wangapi waligombea? Akina Biti Mselemu hapa. Salamu wanipi. Sasa nikwambie kitu kimoja. Wewe nimekuachia. Umejichanganya. Nyanyuka juu. Nyanyuka na nisikuone kuja makaburini hapa. Na nitaliamisha ile kaburi. Wewe unanijua mimi? kisasi. Sasa mimi wewe ulijichanganya. Wewe usinichanganye mimi. Kwanza leta ujumbe. Kisasi. 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 Watu wanauana kisasi. Watu wanachinjana.
Habari yako? Salama. Mbona viatu umeshika mkononi? Nilipotoka kule kulikuwa na matope. Unaonekana ni mtu ambaye hauko sawa eh? Nimeamua kupita huku ili nisikutane na mtu yoyote wa kuniuliza maswali kama hayo. Na kushangaa wewe kwa sababu sio mara yangu ya kwanza kukuona. Hii ni mara yangu ya pili na kuona. Na inavyoonekana wewe ni mtu wa ajabu. Mimi ni binadamu kama wewe tu. Kitu ambacho ninachotaka kukuambia hapa ni kitu kimoja tu. Wewe ni mwanadada ambaye ni mzuri na pia una muonekano mzuri sana. Yaani una sifa ya kuitwa mke. Yaani unastahili kuwekwa ndani. Lakini kwa changamoto ambazo unazozipitia, hayo mambo kwako yamekuwa ni magumu. Na ni mtu ambaye unapitia maisha magumu, maisha ya kulala kama ndege. Ni mtu ambaye unapitia kwenye manyanyaso kwa sababu ya kumpoteza mama yako. Ila mama yako alikuwa ni mtu ambaye anapambania sana maisha yako. Kwa nini unasema hivyo? Mama yako wewe ndo mama yangu mimi. Nikisema mama yako wewe ndo mama yangu mimi, tafsiri yake mama yangu nami alikuwa ni mtu ambaye kunipigania sana. Lakini walimwengu binadamu hawakupenda zile juhudi za kuona mtu anapambania familia yake. Hayo mambo ndio yamekuja kutokea kwenye familia yenu. Lakini ninachokuambia kwamba mama yako watu wamemuondoa katika dunia hii. Lakini wamemuondoa kwa kusudio moja tu, la kukomesha kizazi chake kiishi kwenye maisha kama hayo unayoishi. Samani, naomba nikuulize swali. Wewe ni nani na umejuaje kama mimi ni mtoto yatima na ninapitia mambo magumu? Oh, unataka kujua mimi ni nani? Naomba unitafute. Nina muda, naomba nikuulize. Hewa, sikiliza. Sikiliza nikwambie. Najua uliniambia sehemu yoyote nikikukuta nisikusalimie. Hata mkono wa kushoto nisikupe. Na pia uliniambia katika ardhi yako nisikanyage. Sasa mimi nimekanyaga. Na nimekanyaga kwa sababu ya msingi. Sio kama nimekanyaga tu. Nimekuja, kuna mambo nataka tuyazungumze, tuyamalize leo hii. Kwa hiyo wewe, hiyo ndio desturi ya Tanzania. Unatoka unakotoka kama unaenda kuhala, unafika kwa nyumba ya mtu bila kupiga hodi. Sikiliza nikwambie. Sijatoka nyumbani kwangu huko nilikotoka unapopojoa wewe unapopasemea wewe, nikaja hapa kwako kupiga hodi tu afu niondoke. Nimekuja hapa, nimekuja kwa sababu nina mambo ya msingi nataka tuongee. Sijaja kupiga hodi tu. Nina uwezo kupiga hodi hata nikiwa hapa mimi. Nilichokifuata hapa, nataka tuyamalize mambo leo. Najua mimi na wewe tumegombania mipaka kwa siku nyingi sana. Na imefikia stage paka kwa niachia pale kwenye mipaka shambani. Sasa mimi nataka nijue ni mambo gani yanayoendelea katika lile shamba, maana tokea uniachie yule mpaka hakuna amani ninayoipata katika lile shamba. Kuna mauzauza kibao yanatokea. Mimi najua wewe unayajua na ninataka nielewe ni kitu gani ambacho kimetokea katika lile shamba na mauzauza yanatokea kwa sababu gani. Nataka nijue. Nisikilize. Yaani usiwaze kuhusu shamba. Ile shamba nishachana nalo. Umeshachana nalo Umeliacha Sasa kama umeachana nalo utalirudia kilazima. Mimi ninachotaka nijue. Umesikia? Nataka nijue, nataka nielewe ni kitu gani kinatokea katika lile shamba. Bila hivyo mimi ninakukatakata. Nitakatakata miguu, nitakatakata vidole, nitakata mpaka pua, nitaondoka nalo pua hilo. Mimi nataka nielewe ni kitu gani kinatokea katika lile shamba. Nakwambia ukweli. Lile shamba tumemdhulumu mama yake na Mazunda. Mama yake na Mazunda? Mazunda ndio. Sasa kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nishachana nalo. Nawe achana nalo. Ndugu yangu,
Mimi kuna watu usiku wanakuwa na waota sana. Watu gani hao? Watu wenyewe kwamba mmoja wapo kwamba kai mbali na maeneo haya na hayuko mbali na mazingira haya. Yaani mtu ambaye ananisumbua sana usiku. Unasema? Yaani namaanisha kwamba huyo mtu anakuja ananisumbua sana usiku wakati nikiwa usingizini. Ila pia kuna mwingine hayuko mbali na mazingira haya, ni jinsia ya kike. Hatakuwa na muda mrefu atakuwepo kafika hapa. Kafika haya maeneo. Odi. Karibu. Nakusikia. Habari za hapa mwenyekiti? Safi, mambo naendaje? Safi mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi nimekuja. Ujaji wangu nina shida. Tena nina shida. Unajua shida? Mwenyekiti, sina raha katika hichi kijiji. Kijiji chote hichi raha sina. Kila ninakopita vidole kwangu. Sielewi sababu nini. Sijui nilichokosa. Mwenyekiti, nina shida sana. Sina amani ya moyo. Sawa. Mkubwa mwenzangu, wewe mkubwa mwenzangu na mimi ndo mwenyekiti. Lakini hili unalokuja nalo, hili kwangu mimi sina nafasi nalo. Lakini wanasemaje? Lisemwalo lipo na kama lipo laja. Sisi usituone hivi tumetulia. Mimi mwenyekiti wako na mambo mengi nimeyafanya, lakini unachukua hili jambo unaliweka pembeni. Unaona sasa umri wangu wa kuachana nayo. Sasa wewe mwenzangu, hili jambo lipo. Na kama hamna au lipo, liweke pembeni. Uwezo ukaandamwa tu, umeandamwa tu basi wewe uandamwe inakuaje? Usilifanyie siri. Watu sasa hivi watu wako wote wanalijua. Mimi unavuma kweli. Sio kama unavuma, unavuma. Asante. Sasa hizi. Naomba niwaache. Sawa kaka. Nasema kidogo na waanza. Karibu sana. Poa, tuonana juu. Asante bwana. Haya, poa, asante. Karibu nisikie kama kwenye ndio mtu miogo hapa. Tuko pamoja kaka. Sawa. Bila shaka umesikia maongezi yote tunaongea. Lakini sijaelewa. Maongezi hapa yanaonekana kabisa tuna lengo ni sisi. Na inabidi tuwe makini kwa hili. Na tumwambie mkuu mapema sana. Maana kwenye maongezi yake sijamuelewa kabisa. Marao kuna watu wananifuatilia. Wengine wapo karibu hapa. Mara mmoja atakuja sasa hivi. Punde umeingia wewe. Umeelewa? Nimekuelewa. Sawa. Unavuma. Mimi mwenyekiti. Wewe kuna mtu mwingine ambaye aliletea kesi zaidi yako? Mimi sio wewe unakuja hapa sasa hivi. Watu wanakuja hapa mwenyekiti. Mwambie mkubwa mwenzio. Mambo anatufanya sisi tumechoka. Kila sisi tunafanya mambo yetu. Watu wanakuona mkubwa mwenzangu. Sasa kama wanakuona na hili liko wazi. Hakuna asiyejua. Achana nayo mambo. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi naweza kukusaidia. Unanisaidiaje mwenyekiti? Mkono mtupu wa ulambwe. Ukitaka ushindi, kaa upande wa refari. Mimi naweza kulipigania hili. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Sema na mwenyekiti. Msuuze roho. Namaanisha msuuze roho. Mwenyekiti ukishamsuuza roho, mimi yote anamaliza. Mwanzo mama nani alikuwa na kesi yake hapa. Kiwanja cha nyuma. Nani kapa nchi? Nikambe mpaka sio hapa, mpaka pale. Huko kote kwa mzee Adamu, lakini nimekata nikambe weka kule. Kwa sababu gani? Mimi ndio najua nachezaje. Nyosha mkono mama. Nilikuwa na jambo langu, lakini ili siwezi kuliweka sasa hivi. Utanielewa? Shida utanielewa? Halina shida ya mwenyekiti. Nimeisha hilo. Nimeisha, mimi nalipunch hilo. Nyosha mkono mama. Na kama unaweza, nataka nitulie. Nitulie hapo. Unasemaje? Nipe mkono. Ndio kama hivyo. Sawa. Kuwa na amani. Sawa mwenyekiti. Bodi lako hili. Bodi lako. Unaweza kuniwao. Utaniua mtoto mafuta. Hivyo ndio ninapotakiwa. Mwenyekiti mnamzingatia. Mimi napata 2200 tu bila kumaliza hivyo nafikiri inakuaje? Umeona? Ndio hivyo. Usiri. Asante.
Nashukuru kwa hilo mwenyekiti. Sawa, mimi nasimamia hilo. Haya sawa. Sasa hivi nitakuwa napita navyo hivyo hivyo. Odi hiyo napiga huku au huku? Hii hodi ni ya kwako wewe. Sawa, lakini nilikuwa na mambo yangu jikoni nafanya. Unatakiwa kuja kupiga odi kwenye nyumba ya mtu kiustaarabu, sio kupayuka payuka. Odi. Aya, ongea na kusikiliza. Umeanza kuchachuka? Umenifurahisha tena sana. Alafu stoshi nimekupa tiba za kutosha. Kuanzia sasa hivi hiyo mambo yako yote yamekamilika. Yaani nuksi, balaa, mikosi, kila kitu shatoka. Na usipofanikiwa wewe, mimi naacha tiba zangu za kutibia. Sijui unanielewa mamangu. Kwa hiyo wewe nimekuita hapa kwa muda tu, sio uje kunipata kichwani tena. Hata kama mtu ndio umemhifadhi, inatakiwa umfuate kiustaarabu. Au kuna shida? Sikiliza. Na ndugu zangu watoka huko Kigoma wanakuja kuishi kwa nyumba yangu hii. Kwa wewe nakupa siku hizi. Sitaki nikuone hapa tena. Sawa. Sawa. Kuanzia sasa hivi wewe nenda tu. Tutahasiliana muda mjayo. Sawa eh? Haya mama, unaweza kaenda. Kijana, usizani kama umefanikiwa. Tazama sehemu zako za siri. Uone faida ulichokifanya.